Karibu katika kipindi hiki cha Hekima ya Maisha. Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamaye na kuziacha atapata rehema. Waraka kwanza wa Yohana 1:9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yohana 16:9, kwa habari ya dhambi, kwa sababu waniamini mimi. Alikuwa anasema Yesu hapo. Waraka kwanza wa Yohana 2:1 anasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama ikitokea mtu ametenda dhambi, tunaye mwombezi wa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Nazungumza kuhusiana na dhambi na kuikiri dhambi na hisia za kutokusamehewa. Mara nyingine unakuwa umetubu dhambi, umeikiri mbele za Mungu, lakini bado unajisikia hujasamehewa. Jambo la kwanza, inatakiwa toba yako iendane na matendo. Unapomwambia Mungu nisamehe dhambi, za matendo yanaonyesha umetubu. Kwa mfano, ulikuwa unaangalia picha za uchi, kwa kuangalia hizo picha za uchi ukaanguka kwenye dhambi. Sasa kutubu manake ni kuacha kuangalia, ikiwezekana hata kama itakugharimu kubadilisha simu, tumia visimu vidogo vitochi. Hayo ni matendo yanayoambatana na toba. Huo ni mfano tu. Lakini tunaposema dhambi kubwa ni dhambi ya kutomkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, kutokumwamini. Hiyo ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Kwa hiyo watu wengi watahukumiwa na Mungu kwa sababu walimkataa Yesu. Pale anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu waniamini mimi. Na dhambi anayoitaja pale ni dhambi ya kuzaliwa nayo, ile ya Adamu. Kwa hiyo mpokee Yesu kama Mwokozi ili hiyo dhambi itoke. Lakini dhambi nyingine ni ile anasema pale, watoto wadogo nimewaandikia haya ili msitende dhambi. Na ikitokea mtu ametenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Ikiwa neno ikiwa ni kwamba sio lazima utende dhambi baada ya kumpa Yesu maisha yako. Lakini ikitokea, unaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Lakini pia unaweza ukakiri kwamba Mungu naomba unisamehe, lakini unajisikia bado. Kwa kila siku unasema Mungu nisamehe, unajisikia bado unaachia. Kwa sababu ukitenda dhambi, dhamiri yako inakuwa imejeruhika pia. Unakuwa umeumia wewe mwenyewe. Kwa hiyo cha kufanya pale, ukishatubu, anza kushukuru kusamehewa. Mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu imeandikwa wewe ni mwaminifu na mwenye haki. Imeandikwa kwamba nikiziungama dhambi zangu, wewe ni mwaminifu na mwenye haki. Unanisamehe na kunisafisha udhalimu wote. Alafu natamka nimesafishwa, asante Yesu, nimesafishwa, asante Yesu. Kwa maombi ya toba ya kutubu dhambi zako yafuatane na maombi ya shukurani baada ya kutubu. Hiyo hali ya kujisikia hatia itakwisha. Kwa mshukuru Mungu kwa sababu umesamehewa, alafu kwepa ile mazingira yaliyosababisha ufanye dhambi. Kibidi hata urafiki vunja, company vunja. Kwa sababu huwezi kuosha kidonda. Mfano ulikuwa na kidonda, kimeoshwa, kimekuwa kisafi, afu unaenda unakaa karibu na matope. Utapata tu matatizo mengine. Karibu tena katika kipindi cha Hekima ya Maisha.